baba yake Ibrahim, wakamwambia na Ibrahim, ala takhruj ma'a, utoki na sisi twende tukasherehekee Eid. Aqala inni saqim. Qur'an inasema akazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Ibrahim amesema uongo mara tatu. Sayyidina Ibrahim mara mbili ilikuwa ithnan fi dhatillah, ilikuwa mara mbili katika kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu. Kuna uongo katika sheria, ukiusema wa kuchunga ile mipaka iliyowekwa kwa sheria haikupelekei kupata dhambi. Hapa aliposema inni saqim, na wala hakuwa anaumwa, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, sehemu gani tutakuja tutaona hapo mbele. Akamwambia mimi naumwa, siwezi kutoka na nyinyi. Wakatoka wale, akatoka Ibrahim faragha ila alihati, akawafuata wale masanamu wao. Alipofika akakuta wamewekewa vyakula, masanamu na vitu vingine pale. Akauliza, ala taakulun, nyinyi hamli? Anayauliza wale miungu. Almafrudhu kama ni kweli miungu angemjibu, ala taakulun, hamli nyinyi? Ma lakum la tantiqun, mbona hamzungumzi? Mna nyinyi mna kitu gani nyinyi? Faragha alayhi darban bil yamin, akawavunja, akawapiga kwa mkono wake wa kulia. Ndio sema suratul Anbiya, faja'alahum jidhalan illa kabiran lahu, akawavunja yani wale masanamu wadogo wote, illa kabiran lahu, isipokuwa yule sanamu kubwa wao akamwacha. La'allahum ilayhi yarji'un, huenda wakirudi watajiuliza nini kimetokea, itakuwa ni hoja kwangu mimi wakiniuliza, sababu tumemwacha Ibrahim nyumbani, na lolote litakalotokea huko tutamuuliza hivi. Watu wameenda kwenye Eid, wamemaliza Eid yao, wamerudi. Walipofika kijijini, wanakuta katika nyumba yao ya ibada miungu imevunjwa, masanamu yamevunjwa. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, alikawavunja miungu yetu, huyo ni dhalimu kubwa. Qalu sami'na fata, miongoni mwao wakasema, tulimsikia kijana yadhkuruhum, anawataja hao, anawasema vibaya. Yuqalu lahu Ibrahim, anaitwa Ibrahim. Sema mleteni, akaletwa Ibrahim. Anta fa'alta hadha bi alihatina, wewe ndio umewafanyia hivi miungu wetu? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, huyu mkubwa wao. Unaona huyu kavunja wenzake, wamemuudhi, wamemkera, amewavunja huyu. Sehemu nyingine aliyosema uongo, sehemu ya pili, fasaluhu ikam yantiqu, muulizeni yeye sasa kama anazungumza. Raja'u ila anfusihim, wale walipopewa hoja hii na Ibrahim, waulize yale masanamu, wamuulize yule sanamu mkubwa, wanaitikadi ni Mungu na wapo serious kwamba ni Mungu kweli. Sasa muulizeni huyo mkubwa wao, nani kafanya hivi, kama kweli anaongea. Wakarudi katika nafsi zao wenyewe, wanajua hawa hawasemi, lakini thumma nukisu. So Qur'an inasema walipotambua kwamba hii hoja inatushinda, wakabaki na ule ubishi wao. Na mwingine unaweza ukamshinda mtu kwa hoja, akajua kwamba hii sio haki na haki ni hii, lakini akaendelea na ile inad, ego, ubishi, wakabaki na ubishi wao. Wakarudi kwa Ibrahim, laqad alimta ma haula yaftakun, unajua hawa hawasemi. Sasa tutauliza hapo kwa wakati Ibrahim, ala fata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, vipi mnaabudia si kwa Mungu kitu ambacho hakiwafai wala hakiwadhuru? Inakuwaje mnafanya mambo kama haya? Wakakasirishwa na ile hoja yake, wakasema qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, chukueni umchome huyu moto. Ibrahim yeye ndo kafanya vitendo hivi, na mkitaka kuwanusuru miungu wenu isitokee tena kama hivi, basi mumtie kule katika moto, waungulie huko. Na baba yake kwa sababu alikuwa pamoja nao alikubaliana na hilo, ukaandaliwa moto mkubwa katika mji ule, moto ambao haujawahi kuonekana, moto wa namna hii. Wakamchukua Ibrahim wakamfunga katika almanjaniq. Manjaniq ni ile kama kitanzi inatumika kufungwa mtu, alafu anabebwa kama kijari, anatiwa katikati ya moto. Almanjaniq, akatumbukizwa katika moto. Sira inatuambia alipotiwa katika moto, ndege na wadudu wengine wote waliokuwepo zama zile wakawa wanapuliza ule moto liyutfiuha, ili wauzime ule moto, illa liwasafi, isipokuwa mjusi kafiri, isaha ta'bir, kama tunamjua yule mjusi
ana rangi kama mzungu hivi, yeye alikuwa anapuliza uelelekwa. Lidhalika imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amehalalisha kuwaua wadudu wale tunapowaona majumbani. Ndugu zangu, tunaposomeana historia kama hizi, ndani ya historia kuna mafunzo. Tusikilize historia kwa masikio ya kujifunza ndani yake, tusisikilize kwa masikio ya burudani kama vile tamthilia au sinema au filamu. Kuna mafunzo Allah anataka tujifunze. Kwa nini watu waadhimishe siku hii ya leo? Wakamtia katika moto, qulna ya nar kuni bardan wa salam. Alipotiwa katika moto, sira inatuambia alishuka malaika ndani ya moto, akamuuliza Sayyidina Ibrahim, sema, omba tukufanyie nini kutokana na hii dhulma waliokufanyia watu wako? Sema, niombe nini? Na Mola wangu anashuhudia mimi kinachonikuta. Tazama subra na imani ya kumshiba Mwenyezi Mungu. Malaika wanamuuliza, unaungua sasa hivi, omba unataka nini? Sema, niombe nini? Bali alisema al-Imam Abdullah ibn Abbas katika sahihi yake, sahihi al-Bukhari wa Muslim, akasema Ali Abi Hurairah, hadithi ya simulia ya Abu Hurairah, akasema Ibrahim fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Akasema neno hili kumwambia malaika wala, mimi ananitosha Mola wangu. Yeye sio mwenye dini yake niliyopigania mpaka nikatoka katika moto, yeye ndo anajua mimi ataniokoa. Qulna ya nar kuni bardan wa salam. Tukauambia moto, Allah anasema, kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Waanjaynahu wa Lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil'alamin. Tukamwokoa Ibrahim pamoja na Lut, fa amana lahu Lut katika suratul Ankabut, akamwamini Ibrahim Lut. Tukawatoa pale Iraq, tukawapeleka Syria kule Sham, wakaenda huko yeye Ibrahim na mkewe Bibi Sara, wakaenda wakawa wanaishi kule, wakakaa katika maisha yao walioishi kule. Wanasema ulama hakwenda Syria, bali alikwenda Urdun, Jordan. Wengine wanasema la, alikwenda Kipti kule Misri. Ikhtalafa ulama an fi masala. Alipofika kule Sayyidina Ibrahim akawa anaishi, mfalme wa mji ule aliyofikia akasikia kutoka kwa wapambe wake, kuna mtu amekuja ana mwanamke mzuri, hatujawahi kuona uzuri wake, na amekuja na mtu wake. Akaamrisha yule mfalme, niitieni yule aliyekuja naye. Akaitwa Ibrahim mbele ya Sayyidina Ibrahim mbele ya yule mfalme, akaulizwa, huyo nani ambaye umekuja naye? Na hapa akasema uongo. Sehemu ya tatu akasema, innaha ukhti, dada yangu. Dada yako? Na akatuma watu wakamuite Sayyida Sara, mkewe Sayyidina Ibrahim. Kabla hawajafika wale, Ibrahim akarudi nyumbani haraka, akamwambia, ya Sara, innahu laysa ala dhahri al-ardi mu'minun ghayri wa ghayriki, wa inna hadha sa'alani 'anki fa akhbartuhu annaki ukhti fala takdhibin. Huyu anamwambia mkewe Ibrahim, Sara, hapa tulipokuja hamna muumini isipokuwa mimi na wewe. Mimi na wewe ndio waumini, na huyu anayekuita utakuja utaitwa. Huyo anayekuita ni mtu dhalim, na ameniuliza kuhusu wewe. Nimemwambia wewe ni dada yangu, usiende ukaniaibisha ukasema uongo, tutakamata. Kasema kama ninavyokuambia. Akaenda Sayyida Sara, alipofika kule, famadda yadahu liyatanawalaha, akataka yule mfalme amkamate amshike, fa ukhi, ukashikwa na maumivu ya kupooza ule mkono wake ule mfalme. Akamwambia, indaha li wala adhuruki, anamwambia yule Sara, niombe mimi mkono wangu, baada ya kuona umebadilika, akitaka kumshika mchezee, niombe dua upone wala sitokudhuru. Akamwombea, fa utrika, ukaacha, ukawa haumi tena. Akataka kumshika tena, fa ukhila mithlu dhalika au ashad, akashikwa na maumivu kama vile au zaidi. Akamwambia niombe tena, akamwombea, kisha akamwacha. Aliona huyu sio mtu kawaida, akamwacha, akamwambia Sara ile zake, ikisha akamzawadia Hajar.